Anawaza, yaani amepita masaa zaidi ya 4 amuoni Chiso darasani. Kidogo Chiso akawa anapita. Sister Faith akamuita, kisha akaanza kumuuliza alikuwepo wapi. Lakini Chiso yeye yupo kimya tu. Naongea na wewe Chiso, ulikuwepo wapi? Umeondoka tangia saa 11 asubuhi. Mpaka sasa hivi ndio narudi. Chiso akawa anamjibu kwa dharau Sister Faith. Kidogo mkuu wa shule akawa anapita, ambaye ni Padri John. Sister akamuita kisha akaanza kumwambia, "Padri, huyu mtoto amekuwa ananidharau sana. Kitu kingine ameondoka hapa shuleni tangia saa 11 asubuhi. Alafu ndio anarudi sasa hivi. Je, hiyo ni sawa?" Padri John anashindwa kujibu, anabaki anatikisa kichwa kwa sababu anajua kabisa muda huo ndo alikuwa anakuna nazi na Chiso. Basi Padri John akaona bora asepe zake, maana alikuwa hana cha kujibu. Chiso akawa anamcheka Sister Faith, kisha na yeye akasepa zake. Sister Faith akawa anashangaa, akaona bora tu asali zake. Kesho mapema tunadondoka kwenye ofisi ya Padri John. Anashangaa Chiso anaingia. "Ewe mtoto, una shida gani? Unaingia kwenye ofisi yangu hata bila ruhusa yangu? Kwani nimekuita?" Chiso anakuwa kama haelewi tu, anazidi kumlegeza Padri John. Huku Padri John naye anakuwa mkali. "Hebu toa mkono wako. Nisikilize wewe Chiso. Hivi unashindwa kujua mimi ni mtumishi wa Mungu? Unashindwa kujua mimi ni mchungaji? Alafu wewe unaniletea mambo yako ya kipuuzi. Na ninakupa onyo la mwisho. Siku nyingine usiingie kwenye hii ofisi kama sijakuruhusu." Chiso haelewi hata ya maneno. Nahisi akili yako haipo sawa. Mbona jana wakati unafurahia tendo kusema kuwa ni mtumishi wa Mungu, ukakazana kuikuna nazi mpaka ukarizika? Basi Chiso anazidi kumvuruga Padri John, akawa anatamani hata amkisi. Punde akaingia mke wa Mr. Chuka. Chiso akawa anaogopa. "Ni nini hiki?" "Shikamoo, kaa na salamu yako." Chiso anaonekana anakosa amani, maana akakutwa analazimisha mikuno kwa padri. Kwa hiyo hichi ndo kizazi cha sasa hivi? Yaani mtoto mdogo unamtongoza mtumishi wa Mungu? Hata mimi nashangaa, unashindwa kujua kuwa huyu ni mtumishi wa Mungu? Mwambie, ongeza na sauti ya kuelewe. Nisikilize, siku nyingine nikikukuta humu ndani, nitakuadhibu. Basi wakamfukuza Chiso. Kesho ndani ya darasa, Padri John alikuja kwa ajili ya kufundisha kipindi cha dini. Basi wanafunzi wakamsalimia na akaanza kufundisha. Leo katika Biblia tutaangalia kitabu cha Mwanzo. Kabla ya yote, tuangalie historia ya Abraham. Wakati anaendelea kufundisha, Chiso akawa anajiweka sawa. Abraham alimwomba Mungu apate mtoto wa kiume, japo alikuwa ni mzee sana. Na Mungu akampatia mtoto huyo wa kiume. Huku Chiso anazidi tu kujibadilisha mitindo ya kujiweka sawa. Mpaka Padri John akawa anavurugika. Na huyo mtoto wa kiume aliitwa Padri John anazidi tu kuchanganyikiwa. Mpaka wanafunzi wakamsaidia. Anaitwa Isaka. Ndio, ni kweli. Ni kweli. Nyi wanafunzi mpo smart sana. Huko Chiso anazidi tu kumvuruga Padri John. Lakini pia Mungu alimwomba amtoe sadaka mke wake. Wanafunzi wakamkosoa tena. Ni mtoto wake Isaka. Huko Chiso anazidi tu kujiwekaweka sawa. Padri John akaona bora tu aache kufundisha, maana alikuwa eleweki, kwa sababu Chiso alikuwa anamchanganya eti. Huko ofisini Chiso akamfuata tena Padri John, alafu akamwambia akaja kwa ajili ya maungamo. Padri John anazidi tu kumpinga, maana anaona huyu mtoto kunakoelekea atamletea matatizo. Ikabidi Chiso na yeye afunguke. "Kwanza ninajua siri iliyopo kwenye mahusiano yako." Padri John akashangaa. "Siri gani hiyo? Mna mahusiano gani wewe na mke wa Mr. Chuka?" Padri John akajidai kama haelewi.